الله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأعزة في الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل. Ndugu zangu ambao tumekusanyika sehemu hii, lengo kuweza kuwapelekea sadaka ndugu zetu ambao wametangulia mbele, lakini hatukuwa nyuma kumswalia Nabii Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka huu ndio urithi tulioachiwa na wazee wetu, kuweza kuwatakia istighfaru. Lakini pia mjumuiko huu ni moja ya mijumuiko mitukufu katika dini ya Mwenyezi Mungu. Kila siku tunasema ingelitosha watu wakusanyike, wale wanywe, waondoke. Walioandaa watakuwa ni wenye thawabu kubwa pamoja na marehemu wao, lakini sisi tukazidisha na kuwatakia maghfira ndugu zetu waliotangulia mbele hapa. Mikusanyiko hii sehemu zingine hazipatikani, wala wilaya zingine haipatikani. Yuko mmoja katika juzi hapa kwa mkuu wa wilaya DC, msaidizi wake alikuja katika dua moja, ilikuwa dua sawa, ilikuwa kule Kiongea kule. Akasema kuwa bwana, mimi natoka, si kama ilikuwa si Dodoma, ilikuwa ni ila ni kanda hizi za kati. Basi akasema kuwa mimi nimeyapenda haya sana, sijayaona sehemu nyingine bali nayaona wilaya hii ya Mwanza. Mambo mazuri sana. Mwezi huu wa 12 tunawakumbuka ndugu zetu ambao wametangulia mbele ya haki. Bila shaka tulikuwa na mapenzi makubwa nao wazazi wetu ambao sasa hivi hatunao, lakini yale majonzi tuliokuwa nayo wakati ambapo walipokutwa na umauti baba zetu, mama zetu, asilimia kubwa tumekushawasahau wazee wetu baada ya kuwaweka katika mwanandani, baada ya kuwa tumelia sana, baada ya kuwa tumeomboleza sana. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaleta neema ya nisiani, ya kusahau. Tukambua kuwa ni'matani adhimatani ala bin Adam, alghaflatu wal amal. Neema mbili ambazo ni kubwa kwa mwanadamu, lakini mwanadamu hazitambui neema hizi mbili. Neema ya kwanza kabisa, al-ghafla, ni kusahau. Kama Mwenyezi Mungu asingeweka kusahau, basi mpaka sasa hivi tungekuwa tunaomboleza kwa wazazi wetu, tungekuwa tunalia kila saa, hata maendeleo yasingepatikana. Tungekuwa tunalia kwa baba zetu, kwa mama zetu, kwa jamaa zetu wa karibu. Lakini baada ya nini, katika hadithi ambayo imepokewa na Anas bin Malik, tunaambiwa ilikichukuliwa jeneza likiwekwa katika mabega, tunaambiwa kuwa Mwenyezi Mungu analeta malaika, anakwenda yamshi majanati, anakwenda na lile jeneza, yule malaika. Akishafika pale kaburini, watu wakishamaliza habari zao, basi yule malaika anawaangalia mnavorudi, anasema irji'u, asema rejeeni katika miji yenu, ansallahu mautakum, Mwenyezi Mungu akusahaulisheni huyu uliyemzika. Ipo linatokea jambo la ajabu. Unajua tulikuwa nao, lakini mara nyingine hata unafanya shughuli unasahau kwa ulikuwa unafanya. Mwenyezi Mungu atusamehe. Walikuwa kama kubwa anakuwa kifukuzwa, anafikiri alifukuzwa jana, anaingia muda huu. Hiyo ndio neema Mwenyezi Mungu aliyoiweka kwetu sisi. Lakini sasa neema hii sipitilize tukao tunasahau moja kwa moja.
wazee wetu, jamaa zetu wa karibu ambao wametangulia mbele hapa. Neema ya pili ni neema ya matamanio. Lau si matamanio, basi hata kazi tusingefanya, kwa sababu tungefikiria tu kuwa tutakufa. Nani angejenga? Nani angefanya maendeleo? Kwa moja ya neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Isa alayhi salatu wassalam siku moja alikuwa na wanafunzi wake, akawa anapita, akamwona mzee mmoja analima. Nabii Isa akasema, mnamuona yule mzee analima kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka matamanio kwake. Akamwomba Mwenyezi Mungu, hebu chomoa, ondoa yale matamanio kwa yule mzee. Mwenyezi Mungu akamuondolea matamanio. Alipoondoa yale matamanio, yule mzee akasimama na jembe lake, anafikiria, anasema, kwanza sasa hivi na miaka 80 na miaka 90 nalima kwa ajili gani? Basi akatafakari, akawekea jembe lake kwenye bega, akaanza kuondoka. Akaomba Mwenyezi Mungu mrejeshee matamanio. Aliporejeshewa akarudi mbio kwenye shamba. Anasema, sasa nitakufa, nitakula wapi? Hata kama nitaenda kulala msikitini. Kwa hizi ni neema miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambazo ametupa, lakini tunatakiwa kuzitumia vizuri. Hiyo ghafla kusahau kwa kiwango. Tusiwasahau wazee wetu moja kwa moja ambao walitukuza katika makuzo yaliyokuwa ya raha na shida. Walikuwa wako radhi wapate kulala njaa, lakini vijana wao tuweze kushiba. Lakini sasa hivi tumewaweka katika majumba yale, hata zingine hatuwakumbuki wazee wetu. Kwa hiyo tukithirisheni kuweza kuwakumbuka wazee wetu, zikusoma dua kama hizi. Kule Saudia kuna kitu wanaita ashaul walidain. Ashaul walidain asema, idha madha shahru au shahrani ala almayyit yitama ahadu auladu almayyit, mambo kuwa wayad'u la wayasna'u ta'ama, mambo kuwa ikifika mfano kukifa mtu pale Saudia, zikapita miezi miwili au mwezi mmoja, basi watoto wa marehemu wanakusanyika pale pale katika pale katika msikiti wa Maka. Sengine unaona uone watu wameandaa vyakula, basi watu wanaandaa vyakula, kisha wanaita watu wanakula vyakula kama sisi tunaofanya hivi. Wanaandaa vyakula, wanaandaa maji, vitu vya aina mbalimbali. Sasa hii yakazungumzwa mufti ya Saudia, alikuwa ni Sheikh Salih Fawzani na Sheikh kipindi hicho alikuwa Abdullah ibn Jubair, pia na Sheikh huyo Abdullah ibn Bazi, wote ndio walikuwa kipindi hicho. Ila kipindi hicho Sheikh ibn Bazi alikuwa shakufa, lakini pia lilimkuta jambo hili. Fajazu wote wakajizusha, wakasema, yoyote atakayefanya hivi thawabu zitamwendea maiti wake moja kwa moja. Ni habari za Saudia hizi, wala si habari za mtu. Kwa hiyo haya tunayoyafanya yanawafikia ndugu zetu moja kwa moja, nao wakituombea dua, lakini dua zile hazitufikii moja kwa moja. Sisi ndio tukuombea dua zinawafikia. Si habari za kutengeneza vijumba, kwanza kuabudia mafuvu ya watu waliotangulia mbele ya haki. Hapa mjini sio vipo, katibu vipo kule juu, kule chini tunaweza ni vunja kule mjini hakuna. Kama kamoja bwana kama kamoja tukafanyie fikra inshallah. Watu watakuwa waelimishwe, nasema mafahimu yajibu atufata. Watu wapate kufahamu, si habari za kuabudia maiti. Maiti wanataka msaada bwana. Habari za kuhangaika kujenga nyumba, fadhali ungenipatia basi mimi shehe hiyo shilingi 10,000, 15, 20 nikaweza kupata thawabu. Wewe unajenga vitu ambavyo vitakupa dhambi, kifa kila siku unapata dhambi. Lakini tunashukuru sehemu hizi za Kilaweni, alhamdulillah, hivyo hivyo katibu asema havipatikani, labda aliona choo. Vijumba hivyo havipo, wala watu hawapigi madogoli au kujini watu wapiga. Na mmoja alijaribu pale Kilaweni,
tukapeleka nguvu kubwa mpaka sasa hawajajaribu tena, wala hatuombi Mwenyezi Mungu apate kujaribu. Nafikiri huko mjini ni hivyo hivyo upande wa juu huko, na hivyo ndivyo ambavyo tunavyotaka kuishi. Watu wawakumbuke jamaa zao waliotangulia mbele ya haki, tuishi katika manhaji, tuishi katika taratibu ambazo ametuachia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo tumesoma maulidi. Mashehe, siku moja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mkewe, alikuwa na Bi Aisha. Basi walipokuwa pale wakatoka Wahabeshi kutoka Ethiopia, Janshidu na wakawa wanaimba wale Wahabeshi. Walipokuwa wanaimba, Sayyidina Umar alikuwa mkali sana, akaja bwana bio. Walipokuja bio pale karibia basi wako wengine wanataka kusambaratika, sababu Sayyidina Umar alikuwa akizungumza maneno yake yanakata kama kisu, na alikuwa akipiga basi alikuwa anaumiza. Basi alipofika pale, nabii akawa amesimama anacheka na watazama wale Wahabeshi wanapomsifia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali alipoona alipoingia na mke wake Bi Fatma ameweka kidevu chake katika bega la Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo tunatakiwa tuishi na wake zetu, kwa mapenzi makubwa. Basi na nabii akamwambia Sayyidina Ali, Umar akamwambia waache waimbe, wazao kila watu wana sherehe zao bwana. Sisi tufurahi bwana, si tunafanya ibada za usiku za mchana, tunafanya ibada mbalimbali, lakini alhali mwisho wa siku tuwe na kitu ambacho kinatukutanisha cha kheri, cha kufurahisha kama hichi. Na wewe tunashajihisha mambo haya yapate kuendelea, kila ambapo tunawakumbuka jamaa zetu, siishie tu mwezi wa 12, kila ambapo tuna nini, kila siku tuweze kuwakumbuka baba zetu, jamaa zetu wa karibu ambao walikuwa na mapenzi makubwa na sisi kuliko sisi ambao tuna mapenzi na wao. Wala kuna kula hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.